kuwa na madhabahu ni kitu cha muhimu katika maisha yako. Hata mwenzako madhabahu ya huyu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mfalme mzima anaitisha nguvu paka, lakini anaambiwa mwenye umetuitia tusimamishe. Wako na Mungu. Wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mwenzako niko na Mungu. Niko na Mungu. Ndio mwenzako niko na Mungu. Niko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie niko na Mungu Bwana. Haleluya. Mfalme atoa ombi lake chini kwa Bwana bila kujua nabii akilaani Israeli anaamini watalaaniwa. Ombi hilo ni la kushangaza kwa sababu hii ndio ahadi ambayo Mungu alimpa Abrahamu na watoto wake. Yeyote atakaye kubariki atabarikiwa, yeyote atakaye kulaani atalaaniwa. Mwanzo 12 kusoma mstari wa 3, Mungu anamwambia Abrahamu hivi, yeyote atakaye kubariki atabarikiwa, yeyote atakaye kulaani atalaaniwa. Haleluya. Halo, kama kuna mtu alikulaani ninasema laaniwe kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu alikufunga leo ninasema kwa jina la Yesu. Kuna mtu alikuona ninageuza hiyo mchawi yako ninasema baki kusema. Kuna mtu alisema kwa maisha ninabadilisha ile madhabahu yako ninasema baki kusema. Alimwambia Abrahamu nitakubariki, atakaye kubariki abarikiwe, atakaye kulaani alaaniwe. Na mimi sina wasiwasi ninaposema watana wenu hiyo roho aliyotuma kwenu. Let it be to the sender, let the spirit be back to the owner. Hiyo roho irudia wenyewe, hiyo zirudia wenyewe, na kusukumia iwarudie roho wenyewe. Na sababu kia walieka misingi, hiyo misingi walipwe, hiyo misingi wapige, hiyo misingi wapushe, hiyo wasemega. Haleluya. Mwanzo 12 mtasoma mstari wa 3. Mtasoma mstari wa 3. Na hiyo hesabu mwingine afungue 23 alisomea mstari wa 20. Walibarikiwa na hakuna mtu yeyote angeweza kufanya hili kulibadilisha. Ile Mungu amelisema juu yako, hakuna mwanadamu wa kulibadilisha. Mtu alisomea haraka Numbers 23:20, mwingine alisomea Genesis number 12 number 3. Yes, nitawabariki wale ambao watakubariki. Atakaye kulaani nitamlaani. Na kupitia kwako wewe Abrahamu mataifa yote yataitwa wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwako wewe ambao unanisikiliza leo, nasema nyumba yako waitwa wabarikiwa. Kupitia kwako wewe ambao unanisikiliza leo, nasema kazi nyumba yako ibarikiwe. Nasema kupitia kwako unanisikiliza, nasema watoto wako ibarikiwe. Sema amina. Haleluya. Ulikuwa na watoto waelefu, ulikuwa na watoto ambao ulikuwa unajua ya kwamba ikifika baada ya miaka 10 nitaitwa mtu na hiki kijiji, nitatambua kuna familia mahali hapa. Lakini walipomaliza masomo yao, leo hii hawana kazi, leo hii hawana chochote, kwa sababu kuna mtu alienda akaita Muungano kutoka Tanzania, kwa sababu kuna mtu alienda Mombasa, kuna mtu alichukua picha ya watoto wako, kuna mtu alichukua nywele ya watoto wako, kuna mtu